duniani kuna malango matatu ya kutengeneza utajiri. Lango la kwanza linaitwa entrepreneur portal au lango la ajira. Lango la pili linaitwa entrepreneur portal, lango la biashara na wajasiriamali. Lango la tatu linaitwa investment portal au lango la wagunduzi na wawekezaji. Tajiri yoyote unayemwona duniani hapa, yoyote unayemwona, ikiwa ni Jeff Bezos au Mark Zuckerberg au Aliko Dangote, wote unaowaona wamepita kwenye haya malango makuu matatu. Aidha walichagua lango moja kati ya haya matatu, au walianza na lango la kwanza, baadaye wakaswitch kwenye lango la pili, na baadaye wakaswitch kwenye lango la tatu. Mungu akiachilia kazi, akiachilia ajira, ameruhusu baraka ya kwake kwenye maisha yako, ili hiyo baraka ikupe uzoefu. Jambo la pili, ikupe fedha, na jambo la tatu, ikuandae kwenda kwenye kazi inayoana na uwezo wako wa kipekee. Ajira inakurudisha kuuza uwezo, kuuza muda, kutumikia kusudi la taasisi nyingine. Na si vibaya, lakini imethibitishwa watu wanaokuwa matajiri kwa haraka sio watu walioajiriwa. Kumbuka kanuni ya Mungu ya kukuinua ni hii hapa moja: Mungu ubariki kazi ya mikono yako. Bwana asifiwe sana. Unafanya nini na kile kitu ambacho Mungu amekupa? Kumbuka, huwezi kuwa tajiri, huwezi kuwa na utajiri wa kutosha ukitegemea kipato pekee kinachotokana na mwajiri wako. Kitabu cha Mithali 4:7, bora hekima basi jipatie na kuwa na mapato yake, na kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Bora hekima na kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Mithali 23:5, je, ulivikazia macho vile ambavyo si kitu? Maana bila shaka mali ulifanyia bawa kama tai akukae mbinguni. Ukikutana na mtu ana fedha, alafu baada ya wiki moja hivi imepaa. Hallelujah. You need some wisdom. Unahitaji hekima ya kubakiza. Yesu asifiwe sana. Ndio maana ni muhimu sana, kabla ya kuanza kuwa milionea, kuwa bilionea, you have to become billionaire kwenye moyo wako kwanza, kwenye tabia zako kwanza. Kwa sababu kuna hatari kubwa kama ukipewa fedha leo ambazo ni bilioni 1 alafu ikakuua au kupeleka babaya. Leo hii Mungu akinyang'anya fedha zote alizokuwa nazo, au tuseme na Jeff Bezos akanyang'anya fedha zote alizokuwa nazo, au akaunti zake zote zikafungwa, huyo mtu sio maskini. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu anaelewa mchakato wa kuwa tajiri, ni tajiri ndani ya moyo wake. Kwa ana uwezo wa kuanza from the beginning, anatumia ile hekima aliyotumia mwanzo, alafu kuzalisha matokeo yale yale. Na yule mtu ambaye ataachiwa zile mali, pengine anaweza kuwa maskini. Wewe kuona watu ambao baba zao ni matajiri, alafu utajiri wa baba zao kaishia kwa wao. Kwa nini? Kwa nini? Na akaunti za baba zao zina milioni 500, 1 bilioni, lakini baada ya baba yao kuondoka aliyekuwa bilionea mwenyewe. Hawa watoto ambao wanavurugu tu nyingi, hela zinaisha. Sasa leo tutaangalia funguo 8 za utajiri ukiwa umeajiriwa. Ajira imesukwa katika msingi wa pembe tatu. Kuna pembe tatu. Kuna aliyeko juu anapata zaidi kuliko aliyeko katikati na aliyeko chini. Leo hii ukiajiriwa kama junior kwenye staff fulani au kwenye ofisi fulani, ukiajiriwa kama mtu anayeanza kazi, hauwezi kulipwa sawa na mkuu wa department. Sasa funguo ya kwanza, kama unataka kuwa tajiri na umeajiriwa, anza mapema. Katika ulimwengu wa kazi na ajira, uzoefu ni gate pass ya kwenda katika ukuu. Sasa aliyeko chini atapata mshahara wa kawaida na pengine asiweze kufanya sehemu. Yesu asifiwe. Aliyeko daraja la katikati ataanza kupata mshahara wake pamoja na bonus mdogo. Aliyeko juu, target za kampuni zinaanzia kwake, bonus za kampuni zinaanzia kwake. So natakiwa kukaa pale juu
as a senior staff. So ili uwe senior staff unatakiwa kuanza mapema. Bwana asifiwe sana. You have to start early. Anza mapema. Una miaka 25, una miaka 18 umepata kazi na unajua kabisa natakiwa nifanikiwe na nijenge utajiri nikiwa nimeajiriwa. Anza mapema. So ili uweze kufanikiwa kujenga utajiri, unajua kabisa natakiwa nifanikiwe nikiwa nimeajiriwa. You have to start very early. Itaweza kuchukua miaka 10 mpaka 15 kuingia kwenye ulimwengu wa wakuu katika kazi. Yaani ajira ni kama pembe tatu hivi, imechoka. Iko hivi. Aliyeko hapa chini ndo anayeanza kazi. Analipa mishahara na anatumia mshahara wake kwenye nauli na anataka sema 10% au 20%. Aliyeko hapa katikati ana uzoefu fulani. Aliyeko hapa juu ndio mkuu wa department. Kama ni mkuu wa idara, anakuwa na gari yake, anakuwa na kila special bonus anazopata. Sasa wewe unataka kufanikiwa ukiwa hapa chini, hauwezi. Ndio maana nasema lazima uanze mapema. Hiyo ni funguo ya kwanza. Sababu ya pili, kwa nini uanze mapema? Ukishakuwa msimamizi, kazi zako za kuhitaji wewe mwenyewe zinapungua. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo una uwezo wa kutumia wale muda ambao uliingia saa 7 ukatoka sana ukaenda kwa department wengi wana vitu vyao, wanaingia kazini kama kuripoti, kutoa majukumu ya siku hiyo, anasubiri ripoti jioni, anaenda kufanya vitu vyao. Na hapa ana gari ya kampuni, analipua nyumba ya kampuni, anapewa maziwa ya kampuni, anapewa kila kitu kinachotokana na kampuni. Alafu ndugu yangu alianza jana kutoka shule ya sekondari na vyuo hapa chini, nitaingia saa 2 na ndio kutoka saa 2 au saa 3. Usikimbie. Lazima ufanye kazi kwa bidii. Na hii sasa ndio tukaenda kwenye point funguo namba 2.